Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya nafasi ya leo. Tunashukuru sana Mungu kwa sababu ya mibaraka yake mingi anayoifanya katika maisha yetu. Jana tulizungumza mambo kadhaa kuhusu maradhi ya akili, na bado tupo katika maelezo machache kuhusu maradhi ya akili jangwani, maradhi ya akili jangwani. Basi tuweze kupata ombi kabla ya kuanza kipindi cha siku ya leo. Tusimame tuombe. Asante sana Yesu kwa ajili ya siku ya leo pekee. Tunakushukuru katika yote unayoyafanya katika maisha yetu. Hata sasa unatupigania na kututegemeza. Kuwa nasi katika kipindi hiki. Tubariki sote, tukaelewe, tukajifunze haya mambo, tukayaishi katika maisha yetu. Ni katika jina mwanao Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Tulizungumza kuhusu maradhi ya akili na tukaanza tukuzungumza kuhusu sonona. Na tuliweza kusema sonona inahusiana na vitu gani. Nitawapitisha kwa haraka katika mambo machache ya siku ya jana. Na jana hatukumaliza katika maradhi moja hapo ya akili ambayo tunazungumzia sonona, tukisema kwamba haya ni miongoni mwa maradhi ya akili makubwa sana na yenye kuleta changamoto kwa watu wengi katika jamii. Na inajumuisha mambo kadhaa, kwa tulisema kwamba kushindwa kuhimili mikiki ya maisha, kushindwa kuhimili majangwa na changamoto za kimaisha, basi tunaweza tukabadilika namna yetu ya kukabiliana na namna ambayo tunakutana nazo katika maisha. Tutapata hiyo affective disorder, mabadiliko katika hisia ambayo yatatupelekea kuwa na fikra za tofauti, akili zetu zitakuwa tofauti. Lakini tutapata changamoto katika miili yetu, jinsi inavyopokea hayo mabadiliko ambayo yameingia katika fikra zetu, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa sana wa fikra zetu na miili yetu jinsi inavyokuwa ikipokea. Lakini pia tuliweza kuona kuna mabadiliko mengine ya namna ambavyo tunabeba vitu katika mambo kama hayo. Tuliweza kuona dalili za kihisia, na tuliweza kusema kwamba hii ni hali ambayo inamtokea mtu labda kujilaumu na kujiona mwenye hatia katika vitu ambavyo vinatokea hata wakati mwingine havimuhusu. Tukaona katika dalili za kimwili au za kifikra ni kutingwa na mawazo hasi au fikra hasi. Katika maisha tulishasema kwamba kuna mengi tunapitia katika maisha ambayo wakati mwingine yanatuleta katika mambo hasi kirahisi. Unatuma message kwenye grupu la familia, unaandika hello, unaanza kuona wote wameona mpaka jioni, hamna hata mmoja aliyejibu. Kuna mwingine inamvuruga kichwani, unaona wameona wote salamu yangu, wamenyamazia pale. Hayo ndio anakuwa anacheza katika kichwa cha mtu. Lakini kupungua katika hali moja hapo ambayo inakuwa katika hizo fikra za kiakili, kupungua na kukosa umakini, ugumu au uzito katika kufanya maamuzi ya kila siku, kuto kujiamini, kuwa msaulifu mara kwa mara au kukumbuka mambo mabaya sana leo kukutokea katika maisha kuliko yale mazuri ambayo yashakutokea katika maisha. Katika maisha yetu hata kama tumejifunza kuna mambo mengi mabaya yanatokea, lakini bado kuna namna ambazo Mungu anafanya kutuburudisha na kutukutanisha katika mengi ambayo ni mazuri ambayo tuliwahi kwenda kuyafanya. Lakini kutokana na hizi dalili, basi mtu anakuwa mwepesi sana kukumbuka mabaya zaidi ambayo yanatokea, kiasi kwamba hata kama kuna jambo zuri ataweza kufanyiwa, yeye bado atalitafsiri katika namna ya ubaya, kwamba ni kwa sababu imekuwa hivyo ndio maana amefanyiwa katika mazingira kama hayo. Lakini kujihisi kwamba hafai, kukosa tumaini, na katika hali kama hii kuna mwingine anaweza kujikuta anakuwa na mawazo kabisa ya kujiua au kuua watu.
Na tumekuwa tukiongea hivi visa, tumesikia habari za watu wakipoteza maisha kwa sababu wameamua kujitoa uhai na maisha akaingia dosari, wakajikatisha uhai kutokana na mambo ambayo yanatokea katika maisha. Tukija katika dalili za kimwili ambazo jana tuliongea kwa haraka sana, hizi ndizo ambazo wengi wakipitia wanakwenda kwa ajili ya kuomba tiba ya mwili, kwa sababu mwili umeonyesha tofauti. Mwili umeonyesha tofauti. Katika hizi dalili labda waende kani kuishiwa nguvu au kuwa na uchovu mwingi mwilini, hasa wakati wa asubuhi. Kwa asubuhi mtu ndo anakuwa na usingizi mzito sana. Anasema nilikosa usingizi usiku wote, lakini alfajiri ile naona ndo usingizi mtamu sana ukaja. Yaani ile alamu ikimwamsha ile anaikamata ile simu anaweza kaitupa huko kwanza ili alale vizuri, hataki kabisa kusumbuka. Au kuchelewa kupata usingizi, au kuwa na usingizi ule wa mangamungamu, au kulala sana kulikokuwa kusikokuwa wa kawaida. Analala mpaka inaweza kafika saa 5 ndo mtu anashtuka na anakuwa katika uchovu mkubwa sana na vitu ambavyo vinakuwa vinatokea. Lakini nyingine ni kupungua au kuongezeka kwa hamu ya kula chakula. Najua ushakutana na mtu mwingine akiwa na changamoto zake, stress zake, anakula sana mpaka mwili unakuwa mnene sana. Mshaona hivyo, si ndio? Au mwingine akiwa na hizi changamoto, basi ile hamu ya kula inakosekana, anakonda sana. Inategemea mwili wake unaweza kupokea katika mazingira ya namna gani. Na tuliona pia mwingine anakuwa anakosa hamu ya kujamiana na anakuwa na dalili nyingi katika mwili wake, labda ni kichwa kinauma, tumbo kinauma, haba mgongo, na ameenda kufanyiwa uchunguzi kwa madaktari tofauti, hospitali tofauti, na wote wanasema mbona una shida, hali yako mbona ni nzuri. Na nikawaambia siku ya jana, kwa sababu natibu pia magonjwa ya mwili, kwa magonjwa ya mwili kuuma ndani ya siku 2-3 tayari hali inazidi kuwa tete, utakuja hospitali. Lakini ya akili, kwa sababu ni mawazo na mawazo yanabadilika, kwa akikaa kwenye mazingira ambayo yanachochea tatizo, hali inaweza ikawa mbaya. Lakini akiondoka kwenye yale mazingira yanayochochea tatizo, anaweza kamudu na maisha akaendelea vizuri. Kwa anaweza akakaa nalo muda mrefu. Hata siku ukija kumuuliza hii hali ina muda gani, anaweza akakwambia huu ni mwezi wa 6, huu mgongo wangu unanisumbua. Na hiyo inatupa shida kwamba kuna kitu kinaendelea. Zingatio hili ni la muhimu, nisikilize kwa makini. Sio kila mtu ambaye anapitia hizi dalili nilizozisema basi anaweza akaa anapitia hii changamoto. Maana tunasema baadhi yao huwa na dalili chache na wengine huwa nazo dalili hizi nyingi, inategemea. Hata hivyo hizi dalili zinaweza zisiwe tofauti katika hali ya mtu mmoja labda kukosa raha. Ila lazima tutambue kwamba ugonjwa huu wa sonona ni lazima hali yake huyo mtu iweze kuwa na huzuni au kukosa raha mfululizo kwa wiki 2 mpaka zaidi ya hapo, kuanzia wiki 2 na zaidi, kwamba anakosa hali ambayo inakuwa sio ya kawaida. Kwa hiyo makini zaidi unahitajika, na sio kila mtu yoyote tu kwa sababu umesikia hizi habari unaweza kusema huyu itakuwa ndio wenyewe. Ni lazima aende kwa wataalamu, wakutane naye, wamfanyie tathmini, waweze kubaini kama ni yenyewe au ni jambo lingine linalohusiana na hilo. Visababishi vya sonona ni vipi? Kwa nini watu wanapata sonona? Hii inaweza ikaangukia katika moja hapo ya visababishi ambavyo tumekuwa tukiviona katika maradhi mengi. Sababu halisi za ugonjwa huu bado hazijulikani. Hata hivyo kuna baadhi ya vitu ambavyo mara nyingi tunavihusisha kwa uchache na mazingira ya mtu kupata sonona. Kwa ujumla, chanzo cha sonona hakihusishwi na tukio moja, bali ni mkusanyiko wa matukio na vitu vingi mbalimbali ambavyo vimeweza kumpata huyo mtu, ambao tunasema huenda vimetokea muda mfupi kabla tatizo kuanza. Nitakupa mfano. Inawezekana ni matukio ya kufiwa, na hii ni kufiwa na mtu wa karibu. Uhusiano wake na yule aliyefariki ulikuwa wa namna gani? Na hii sio lazima awe ndugu wa karibu. Inawezekana ni bosi wake ofisini, mfanyakazi mwenzake, jirani mwenzake, walikuwa na mahusiano gani? Inaweza kachochea hali zake. Hali ya kimaisha, labda miezi 6 hadi mwaka, labda maisha yanaenda anagoma. Mtu anavyosema maisha magumu, anapitia magumu kila siku katika maisha yake. Inawezekana ikaa kila siku inazidi kuchochea vile vinasaba vyake vya ndani vya udhaifu vikazidi kunyanyuka, na kwa sababu amekosa namna njema kukabiliana na uhalisia wa kwamba kuna ugumu katika maisha yake, hayo mambo kwa sasa yanaweza kachochea kunyanyuka kwa sonona katika maisha yake. Lakini tunasema matukio hasi ya muda mrefu zaidi yaliyokuwepo wakati wa makuzi, wakati analelewa. Utakumbuka wakati mwanzoni naanza kuweka msingi wa haya masomo, nilisema kwamba haya mambo yanayotokana na namna ambavyo tumelelewa kuanzia mimba zetu mpaka balee.
Kwa maisha yetu yale yote yale makuzi tuliopitia, makuzi ya manyanyaso, makuzi ya kupuuzwa, makuzi sio ya kufanywa kuwa mtu maridadi hodari, hayo yote yanaweza kampelekea mtu kushindwa kukabiliana na mambo anayopitia sasa hivi. Aina ya makuzi aliyopitia. Na sababu zingine ni sababu za kimazingira, kama historia ya familia, kwamba katika familia kuna vinasaba, amerithi mazingira kama hayo. Hawa kwao wana hii hali, hawa kwao ni watu wa hulka ya kughadhabika haraka. Hawa kwao wana historia ya kuugua hivi vitu. Hawa kwao hivi vitu vikitokea vinawapa tabu. Na inawezekana sifikie hatua hiyo labda kutokana na mazingira anayoishi, lakini mwingine huenda vinasaba vyake kabisa vinampeleka katika changamoto kama hiyo. Lakini mwishoni tunasema labda ni magonjwa sugu ambayo pia yanahatarisha hali yake, na mambo yanazidi kuwa mabaya katika maisha yake. Sasa tiba yake basi tunataka tuizungumzaje? Nimekuwa nikipokea jumbe za watu akiuliza, sasa tunaponaje? Tunatokaje katika hapo? Haya tutakuwa tukiyaongea kila siku kwa nyakati tofauti, lakini kutokana na maswali na watu wanataka kujua kwamba ni kweli hichi kitu kinatusumbua, basi tunaweza toka vipi? Ni ile wanaosema kwamba basi kabla ya kuja kwa daktari, ile kwamba maumivu yakizidi nenda kwa daktari, basi hapa katikati tunatumia first aid ipi, tunatumia huduma ipi basi kwa ajili ya kufika huko. Kuna mambo ambayo tunasema matibabu haya kwa ajili ya sonona yapo na ana ufanisi mkubwa sana, na kwa sehemu kubwa sana anahitaji sana mazingira ya huduma ya unasihi wa kisaikolojia, na kuna dawa tofauti ambazo zinaweza zikatumika katika kutibu hizi dalili, lakini sio wagonjwa wote watahitaji kutibiwa kwa dawa ili kuweza kupona. Kuna mwingine tunaweza tukaongea tu tukafanya maongezi akakaa sawa. Mwingine lazima tuzungumze, lakini lazima labda nianze na dawa kumrudisha kwenye utimamu, alafu nifanye tiba ya maongezi kumsaidia kuruka madimbwi na asikanyage maji. Unamwambia kabisa, huyu mume wako ukiongea sana ubishi atakukata makofi, punguza kuongea. Sitali tushasaidiana hapo kuruka madimbwi. Kwa sababu hatuko hapa duniani kubadilisha tabia za watu. Tuko hapa kuishi na tabia za watu jinsi zilivyo. Utashauri kishindikana, basi inabidi ukubaliana naye kutokukubaliana, ili mradi kazi iendelee na maisha yazidi kuwa na maana. Na sio umeniudhi naondoka kwetu, utaondoka kwa wangapi? Utaugua sana. Kwa hiyo lazima ujifunze katika mazingira kama hayo. Ndio maana tunasema sio wote watautibiwa kwa dawa. Kuna wengine tu wakielezwa utaratibu na asili ya tatizo, wanaweza wakabadilika katika namna kuchukuliana katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo katika mazingira haya ya mabadiliko, tunasema kwamba mabadiliko haya pia yanaweza kusaidia kuzuia hali ya kujirudia kwa ugonjwa kwa wakati mwingine, ili siweze kujirudia. Kwamba kwa sababu ushapewa taarifa hili jambo linasababishwa na nini na kwa nini inakuwa hivi na asili yako ikoje, ina maana kuanzia hapo utaanza kuchukua hatua ili wakati mwingine tatizo hili siweze kusaidia. Katika tiba ya kisaikolojia husaidia wagonjwa kufanya mabadiliko yanayohitajika. Mabadiliko haya yatasaidia kupunguza zile dalili na kuzuia kujirudia kwa ugonjwa kwa wakati mwingine, kama jinsi ambavyo nimesema. Hivyo basi, kwa hatua ya awali ambayo tunaifanya mara nyingi, mgonjwa huyo atahitajika kumuona daktari, na daktari atamfanyia uchunguzi na utambuzi wa jumla wa ugonjwa wake, kuhakikisha kwamba hii changamoto yake haina uhusiano labda na magonjwa mengine ya miili, kama jinsi ambavyo tulivyoona kule mara ya kwanza, kwamba atamsaidia kuchukuliana na mambo mengine ambayo huenda yanawezekana akawa na uhusiano wa karibu. Huenda labda ni magonjwa ya mwili, labda huenda hii hali inatokana labda na changamoto za kiuchumi, labda huenda hii hali inatokana na changamoto fulani. Kwa hiyo tukajikuta tunatatua lile tatizo, na mwisho utakuta hili tatizo la huko ambalo ndo linamsumbua likaisha. Na yeye pia kusaidiwa kuchukuliana na uhalisia, kwa sababu ni kweli maisha na changamoto, na lazima tujifunze kuishi na kupambana na changamoto ambazo tunakutana nazo. Haya mambo yanatokea katika maisha yetu, na ni vema tukayajua na tukayaishi, tukisaidiane kuweza kutoka katika mazingira kama hayo. Siku ya kesho nitajaribu kwenda zaidi katika dondoo za usaidizi. Tunakwenda vipi kusaidiana basi kwa uhalisia wa ndani zaidi, ili tuweze kutoka katika vitu ambavyo vinatokea katika maisha yetu, na kutusaidia haya maisha tukayapende jinsi yalivyo katika namna ambavyo yanakuja katika maisha yetu. Mungu na atubariki sana. Atupiganie katika yote, atutegemeze, tukazidi kuwa imara ingawa tunapitia mengi ambayo hayatabiriki. Tukazidi kuwa na nafasi kusaidiana na uhalisia wa maisha, na maisha yasiwe magumu, tukaona yanawezekana, tukazidi kumtukuza Mungu jinsi inavyokuwa, huku tukimngojea mara ya pili arudi kuja kutuchukua. Basi tuweze kusimama kwa ambao tuko hapa, tuweze kupata ombi.
Tunashukuru sana Yesu kwa nafasi hii, kuwa nasi katika vipindi vingine pia. Asante kwa yote na tunazidi kukushukuru. Bariki vipindi vingine vinavyoendelea, kwa hudumu wengine watakaoendelea hapa, kuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.